everyone. Welcome to today's lesson discussion as we continue to study prophecy and as we continue to learn what are these allusions that God gave us and these images that God gave us. And this week's lesson, the title is Precursors. And before we begin, I'm going to introduce my fellows to introduce themselves. So I'll begin from you. Mliopendwa na Kristo, hamjambo. Ni wakati mwingine ambapo tunaenda kuangalia somo ambalo litakuwa ni nzuri sana. Kwa majina naitwa Ishmael Chepsoi. Tubarikiwe nyote. Karibuni tena watazamaji. Nimewakaribisha ili tuendelee kuchambua Biblia kupitia kwa lesson ambayo inaongelea juu ya utangulizi. Kwa majina yangu naitwa Philip Ronana. Thank you so much. Phil, welcome into this lesson discussion. So before we begin, I would like my brother to pray with us. Hebu na tuombe. Mungu na Baba wetu wa mbinguni, tunanyenyekea miguuni pako wakati huu wa jioni. Ni asante kwa kutupa nafasi nyingine tena ili tuendelee kuchambua Biblia. Tunakaribisha Roho wako Mtakatifu ili awe kiongozi wetu tunapoanza hadi tutakapomaliza. Pia na mtazamaji, pia Mungu wetu tubariki pamoja ili tuelewe na neno lako linatueleza aje. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. So last week's lesson discussion, we were continuing to discuss and to understand how the judgment is done in the house of the Lord. For we began the other Sabbath, we saw the pre-Advent judgment, and last week we also continued to see how does God deliver the judgment in our lives as we continue, because judgment is happening now for the living and for the dead. And now in this week's lesson, we're going to talk about the watangulizi, that is the precursors. And it's the definition of precursors is a person or a thing paving way for an accomplishment of another. It is simply for someone or something that comes before another thing is accomplished. And we are going to see various instances, and the few points that we are going to get in this week's lesson is: one, we are going to see the story of Meshach, Shadrach, and Abednego. We are going to see these are the martyrs that underwent so many injuries, and they were actually almost being killed by the king. And two, we are going to see the experience of the early Christians, which also helps us to understand what to expect between now and the return of Jesus Christ. And the third thing that we are going to discuss is we are going to now understand and we are going to view prophecy in another way, because as we know, we as Christians, we have been viewing prophecy with fear, and you have been viewing it as a bad thing. But we know, and after studying today's lesson, we are going to see that it is a good thing. And our key text today comes from the book of 2 Timothy, that is 1:7, and I'm going to read it. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. As we are going to continue to read about these stories, we are going to see that our very early martyrs, these early Christians, they were not fearful. Yeah, God has given us the spirit of not being fearful. And so he's encouraging us to have the same faith, to have the same spirit. For he tells us in John 14:1 that let our hearts not be troubled. Okay, the last events are so fearful. The last events are full of chaos and are full of torture, but he's telling us not to let our hearts to be troubled. So as we continue, we are going to continue with another amazing topic of the week, which is Daniel 2 and the historicist approach of prophecy. As I was beginning, I said that we are going to start viewing prophecy in a good way. We are going to view it with courage and with strength. And as we all know, in Daniel 2, when you read Daniel 2, it is one of the prophecies in the scripture. It is one of the scriptures that has so many prophecies that it is the foundation of prophecy. And it was written
more than 500 years before the birth of Jesus Christ. And it is this is a scripture that gives us a systematic or it has broken down what happened in the past, what is happening now, and what is to happen in the future. For example, when you read Daniel 2, you see the image that is presented to Nebuchadnezzar akiwa amelala. And we see which represent the Babylon Empire. And after the Babylon Empire, we come to Medo-Persia. After Medo-Persia, we go to Greece. After Greece, we go to Rome. And after Rome, we come to the subdivided nations, that is the European nations. And now, there's something interesting here. Some points that I would like us to get from this text is we have already seen the background of Daniel 2, and the second one is the European nations. These European nations have it is how we are living now in this time. We have been discussing of how the Babylon came, how the Medo-Persia came, how Greece came, and now since we are living in this current world, that is the European world, we have seen that they even, because of the wars and the separation between these nations and them not being able to be one family, they went ahead and mingled. The royal members went ahead and mingled with the seed of men. They mingled with the normal man for them to have the blood ties. But what do we see? We see them still crashing, and we see now that is where the World War I emerges, and that is where even the British changes their name from the House of Saxe-Coburg to the House of Windsor. So as we can see is that the fulfillment of this prophecy is happening, because as much as the blood ties are there, they are not together. Why? Because we saw in the image the last particles were made of clay, soil, they were mixed with bronze, so they were not in one accordance. So we see Daniel is being interpreted, Daniel is interpreting the statue to be the nations, and the upper empires that have followed through history. And now that we have seen that image in Daniel 2 that was presented in the dream of Nebuchadnezzar, and Daniel interpreted it as it being nations. Now I have a question. Did these people worship that image? Or what happened? Yeah. Nashukuru sana dada yetu kwa hiyo kipindi ambacho ni cha utangulizi, na cha kustaajabu ni kwamba tunazungumzia watangulizi na ameguzia utangulizi. Naangalia katika kitabu cha Danieli 2 mstari wa 46 hadi 48. Kuteremka hapo, lakini tutasitiza sana kuanzia sura ya 3 mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Na tunaona ya kwamba baada ya Nebukadneza kupata ile ndoto, cha kustaajabu ni kwamba mtu wa kwanza kupata ndoto ya historia ya dunia hakuwa Mkristo, ama hakuwa hata mtu ambaye anamjua Mungu, alikuwa ni Mbabeli. Lakini Mungu aliweza kumpa hiyo ndoto, na akaweza kuona ndoto hiyo ya kwamba historia ya dunia ilikuwa ifanyike kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini tunaona pia ya kwamba inapoendelea kuteremka, ndio tunapata ya kwamba hii ndoto ilionyesha kichwa ambacho ilikuwa ni sanamu kubwa ambayo ilikuwa imechongwa, na kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu. Alafu mikono pamoja na kifua ilikuwa ni ya fedha, ilikuwa ni ya shaba, alafu ikateremka ikawa ni fedha, na mwisho ikawa ni chuma, alafu ikawa ni mkusanyiko wa udongo ama mchangamano wa udongo pamoja na chuma. Lakini tunaona ya kwamba Nebukadneza aliposikia hiyo mambo, hiyo ndoto, tafsiri yake, kwa hakika aliweza kuona kwamba Mungu mwenyewe ndiye anafaa kuabudiwa. Lakini hiyo ibada haikukuwa siku nyingi, haikuwa ni kitu ambacho kiliendelea, bali yeye akijawa na kiburi, kama vile shetani alivyojawa na kiburi siku moja, akawa na ile hali ya kujiinua. He was ambitious, he was self-important, he was prideful. Alikuwa amejaa na kiburi na kujihisi ya kwamba yeye ni muhimu kuliko kila kitu.
akasema hiki kitu, nimeona hiyo ndoto inasema kwamba mimi ni kichwa cha dhahabu peke yake, lakini nitaamua kuanzia siku hii ya kwamba nitakuwa dhahabu kuteremka kuanzia kichwa hadi miguu. Na hivyo ndio akachonga sanamu. Na cha kustaajabu ni kwamba hiyo influence ama hiyo ile hali ya ukengeuko wa hali ya kitabia na kimila, akasema ndio kuna uwezekano ya kwamba nisitawale mpaka mwisho wa dunia, lakini falme yote ambayo itatokea baada ya mimi, lazima ile tabia za kibabeli, ile hali ya kula za kibabeli, ile hali hata ya governance ama ya kuilinda nchi itakuwa inafuata ile misingi ambayo Babeli imeweza kufanyika. Na ndio maana ningekuwa na swali na walimu wenzangu, ningewauliza, je, sasa hii nabii inakaa kana kwamba inazungumzia sana zile taifa za bara la Europa. Je, sisi kwa mfano kama wa Afrika, wale watu wa Middle East, wale watu wa Australia na hizo mabara nyingine, je, wanahusika vipi katika unabii huu? Lakini tunaona kwamba baada ya muda fulani wale watu wakaweza kufika na wakafanya kwa mfano ukoloni. Wewe kama Ronana ukapewa jina lingine ya kizungu, ukaambiwa si hivi jinsi unavyovaa, tuvae namna hii. Hata ukaambiwa kwamba chakula siku hizi watu wanapenda sijui pizza na mbaazi pale. Wakaacha ile vyakula vya zamani, kuonyesha kwamba ile hali ya fikra na mawazo imebadilika, ya kwamba tunaichukia ile vyakula ambavyo vilikuwa ni vya muhimu, ile mavazi ambayo labda haikuwa ni nzuri vile, kama vile Danieli. Hata Danieli alibadilishiwa jina, akabadilishiwa mavazi, hata masomo akachukua miaka 3.5 kupitia masomo ya kibabeli. Kwa hivyo tunaona ubabeli ilikuwa hii sanamu ambayo aliichonga ya dhahabu, akasema lazima itawale na hiyo influence iende hadi siku za mwisho. Na jambo ambalo imenifurahisha sana ni kwamba vijana watatu walipowasilishwa sasa waabudu ile sanamu, na nataka nikuulize leo kama msikilizaji, kuna uwezekano pia unaabudu hii sanamu na pasipo kujua. Lakini tunaona hawa vijana wakaamua, wakasema kwamba sisi hata Mungu asipotuokoa, hiyo ni lugha ya neema, ya kwamba iwe ama isiwe, lazima sisi tumeamua tutafuata hii njia. Lakini njia ya kiburi ni kwamba lazima kila mtu apige magoti na kuabudu sanamu. Yani kuna jambo ambalo nilikuwa naangalia nikasema, si hawa vijana kama ingekuwa siku hii watu wangesema, wangejifanya tu kana kwamba wanafunga viatu, na kwa roho yao wanajua, kama vile watu wengi wanasema kwamba kwa roho yangu najua mimi siamini hii kitu, lakini ninafanya kwa ajili ya kujizuia na kuepuka ile thawabu inakuja, adhabu inakuja baada ya kufanya ile jambo. Lakini hao vijana walisimama. Kwa hivyo kuabudu sanamu ama hii mchongo, tunaona kwamba kwa hakika tunastahili kuwa na msimamo. Sijui kama Ronana uko na jambo ambalo unaona ni la muhimu kuguzia. Asante. Siwezi kosa jambo la kusema hapo msikilizaji, kwa sababu tuelewe ya kwamba huu ni unabii. Na unabii sio wa taifa fulani. Unabii ni wa ulimwengu mzima. Kwa hivyo wakati mataifa haya ya mbali yanaguziwa katika unabii, hata sisi pia tumeingia katika unabii ule. Kwa hivyo tunaona mbadiliko huu umekuja hata ukatugusa sisi siku hizi za leo, kwa sababu sisi tuko chini sasa ya yale mataifa. Ndio sasa ni kama wanatutawala sisi na tunafuata mtindo wao. Kama vile mwalimu umetaja, kuna mafasi, kuna vyakula vingine vinatoka ng'ambo, tunaletewa mambo ambayo ni ya kigeni, sio kawaida ya utamaduni wetu. Kwa hivyo tukiwa wa Kristo, na nigerudi nyuma kidogo mwalimu pale, tuone tumepewa roho isiyo ya uoga, ya kuogopa. Ndio hiyo. Kwa hivyo ile kitu ya muhimu ni kusimama na Biblia. Kama wale vijana walisimama na Mungu, ndivyo, na wakavumilia na hawakuteseka, hata walipoingia kwa moto Mungu aliwaokoa. Kwa hivyo na sisi tunaamuliwa ya kwamba hata kama kutakuwaje, tusikubali kumwacha Mungu wetu. Asante.
Asanteni sana. And kitu ingine yenye nimeona ni very interesting in everything is that hata baada ya Nebukadnezar kukuwa na so much ego na kukuwa ni kama yeye ndiye kusema, hata after kutengeneza the image of the golden image, and he told everyone to bow down unto him, he later came back to his senses na akamwamini Mungu. And we hope and we believe that we will meet with him in heaven. Amen. Amen. And as he was saying is that sometimes we tend to worship the image unknowingly. But let me just say that we worship the image knowingly, because everything that is above God, everything that we are doing in our life that is above God, let us know that we are worshiping the image again. Let us go back to Nebuchadnezzar. They were worshiping the image, but in our current life we don't have those images. We actually atunanga miungu physical as those other nations during the time of Israelites they used to have. But we have gods that we have things that we have made them to be our God. We have not forgotten the tradition of Babylon. We are still worshiping the image again. So please, you as Christian, I'd like you to just sit down and analyze, and let that spirit of not being fearful be within you, so that you may continue following the path of God. Kama ni mavazi, achana na mavazi mbaya. Kama ni vyakula, kula vyakula ambavyo Mungu ametuambia tukule. Tusikue na uoga, tusijiulize tukifanya hivi na kutaenda aje hivi. Hawa vijana watatu hawakuinamia sanamu. This is what God is simply trying to tell us. You might lose everything in this world, but the end result is the eternal life. God will never leave you alone. He never left alone Shadrach, Meshach, and Abednego, and he's promising us to never leave us. And now let us see. You know, we are worshiping the image again. And how do we worship this image? When you study Daniel 3:15 and when you study Revelation 13:15, when you compare those two verses, both of them are telling you that if you do not worship the image, you will die. That is what those verses are saying. But when you continue, you go and study Revelation 14:19 and Romans 1:18, it talks about the wrath of God. So God is telling us, if we worship the image, if we worship the image of the beast, we will also die. His wrath will be upon us and we will die. And also on this other side, we are being told that if we don't worship the image of the beast, we will still die. So it is up to you as a Christian. Which side are you going to fall into? Are you going to worship the image of the beast, or are you going to worship the true God that we believe in, and the true God that has promised us that after all these prophecies, after all these nations, we are going to have an eternal and everlasting life? So it is up to you. Choose the wrath of God or the death of the humanity and of the death of this world. So kuna kitu inanichoma kidogo ungeniruhusu. It's okay. Kwa sababu tunaona huu uabudu wa sanamu, Biblia imetaja sana tusiabudu sanamu. Na mwalimu umetuelezea kwamba tutakapoabudu sanamu ni hakika tutakufa tusipoiabudu. Na je, siku hizi tunaendelea kuiabudu sanamu? Kwa maoni yangu ndio. Yeah. Lakini hatukufi. Kwa nini? Nebukadnezar tunaona alimkosea Mungu, na tunaona Mungu anaendelea kumrehemu. Naam. Na mpaka ikafikia ya kwamba kuna siku alipelekwa msituni. Ndio. Kamaliza miaka 7. Bado anaendelea kufunzwa na Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni wa upendo. Na diposa mwalimu wetu umesema ya kwamba inawezekana, hatujui, inawezekana tumkute biguni Nebukadnezar, kwa sababu alipotolewa ni hakika ya kwamba alifundishwa na Mungu. Haya, sisi wakati wetu sasa tunaendelea kuabudu sanamu ama hatuabudu?
Kwa maana tunapoenda kando na mpango wa Mungu, hakika tunaingia kwenye uabudu wa sanamu. Lakini kitu inatuokoa pale ni kwa sababu mlango wa rehema bado umefunguliwa. Kuna wakati utafika mlango wa rehema utafungwa. Sasa hapo ndio sasa majuto itatokea. Asante. Na mimi Chan niseme kwa kuwa tunaendelea in this current generation, yes, people worship the image again, and they worship the beast. For Jesus said that he who is not with me is against me, and he who does not walk with me scatters abroad. So if you're not walking with Jesus Christ, or if you're against Jesus Christ, just know that you're worshiping the beast. It is either uko hapa ama hapa. There is no lukewarmity in Christianity. It is either you are hot or you are cold. And something interesting that the writer said is that final events are simply going to be a dramatic manifestation of this truth, of the truth that it is either you here or here. It's either you're worshiping the beast or you're worshiping the true God who is in heaven. And you know, we have now the Old Testament, we have seen people being persecuted, people being killed. Kama last week we saw Esther and Mordecai, people were almost being killed because they are standing firm with the true word of God. And when you look at even in the beginning, Cain and Abel was killed by his own brother. Why? Because he followed the rules and he was so firm, and he was standing firm in the ways of God. So did we see other Christians, or do we have people who have died because of the word of God in the New Testament? Yes. Pale na tunapochunguza kuna watu ambao wameuawa kwa kusimama imara, na katika kanisa hili la awali watu wa Kristo waliteswa hakika. Tunakumbuka akina Petro, wafuasi wa Kristo, na tunaona katika Agano Jipya pia maisha hayakuwa rahisi kwa Wakristo. Waliumizwa. Na kwa nini waliumizwa? Kwa sababu ya kufuatilia imani ya Kristo. Na msimamo huu wao, walisimama vizuri, hata hawakuogopa kifo. Kuna quotation hapa mwandishi alikuwa ametupea ya kwamba nigusie kidogo. Nguvu za dunia na kusimu silijipanga dhidi ya Kristo katika nafsi ya wafuasi wake. Ukafiri uliona kwamba endapo injili ingeshida, mahekalu na madhabahu zake singefagiliwa bali. Kwa hivyo aliita majeshi yake kuharibu Ukristo. Mioto ya mateso iliwashwa. Hakika hao wa Kristo ni watu ambao walikufa vifo vya uchungu sana. Alikuwa anachomelewa, anafungiliwa pahali, moto unahakishwa, anachomeka akiona ya uchungu. Lakini bado imani yake alikuwa ameshikilia kwa Kristo, ambaye tunaona yeye ndio aliokoa wale vijana. Na ndiposa hapa kuna hadithi kitabu cha Matendo ambayo inaonyesha kwa nguvu kabisa kile ambacho watu wa Mungu wanaweza kutarajia tunapoelekea kwenye tukio linalopatikana katika Ufunuo 13. Hilo sasa ni yetu. Tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, inatutayarisha kwa yale ambaye yatatukia wakati huu wetu. Kwa hivyo ndio tuliona pale kuna watagulizi. Hao waliumizwa kwa sababu ya kushikilia neno la Mungu. Na sisi pia tujiweke tayari, kwa sababu tunaambiwa ukiona mwezi akinyolewa, tia chako nini? Chako kitia maji. Ndio na yeye upambane na kunyolewa. Kwa hivyo tugojee hiyo mambo yatakuja. Yakija tutaogopa. No. Tumepewa sasa imani na hao watu ya kwamba hatutakuwa na uoga. Tutasimama na Kristo ambaye alishindania hawa, na sisi atatushindania. Amina, amina, amina. Yeah, what an amazing topic of this week, that you should not be fearful. Indeed, we have seen people who are persecuted there before, and we have also seen people being persecuted in the New Testament. We have seen the early Christians undergoing a very, very bad dark age where they were persecuted.
thoroughly without being even given, they were not even spared a little. And they were, all this was happening because of a conflict that which is still there. A conflict between worshiping God and worshiping Satan, between two empires, which is the God's empire or the Satan's empire. And we have seen that the Satan's empire, now that is where the mark of the beast comes in, which is simply it is a conflict between now the two worshippers. Who are you going to worship? Are you going to worship the true God in heaven, or are you going to worship the beast? And I would really like to know what this mark of the beast is. Okay, thank you. I will welcome all of us so that we can engage more on this particular topic, the mark of the beast. There are deeper questions that we'll ask ourselves, but we will take a segue of maybe reading from the book of Revelation chapter 14 verse 6 and 7 so that we can know what's happening. Tafadhali mwalimu, kama umefika pale kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6, tunaweza angalia ni nini ambacho kinazungumziwa pale. Ufunuo 14 mstari wa 6. Tunaona kwamba jambo ambalo linasisitizwa hapa ni ibada. It's about worship. It's about who is in control. We have seen that from the times of beginning. The question at hand is not about politics. It's about who is in power. It's about whose God is in power. If we could have read from the book of Daniel chapter 1, it says that they came and carried the Israelites, meaning that it seems that the God of Israelites was being outperformed by God of Nebuchadnezzar, Marduk himself. So the story of the mark of the beast now comes to us, and to ask ourselves, what does this really mean? Is it meaning that it's a particular scratch or a particular thing that you implant on someone, or particular thing that you make someone have, or what does it really mean? Tumeguzia Babeli na tukaangalia kwamba ilikuwa ni azimio la Nebukadneza ya kwamba taifa lake lisiwahi kugeuka mpaka mwisho, hata si mwisho, litasimama milele. Kwa maana ile sanamu ya kwanza ilikuwa inaashiria kwamba mwisho wake ni kwamba Mungu atalipiga kwa jiwe ambalo limekatwa kutoka kwa mlima, na ile milima likawa kubwa hata likajaza dunia. Kwa hivyo the question is about worship, na jambo ambalo limesisitizwa hapa ni kwamba tangu mwanzo Mungu alikuwa anataka aweze kuabudiwa. Na ni jinsi gani tutaweza kumjua kwamba Mungu ndiye muumbaji? Ni kupitia uumbaji wake, the evidence of things that we see. Japo ya kwamba tunaposoma kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 1 hadi wa 3, tunaona kwamba kuna vitu ambavyo vilikuwa ni vya misingi. Mungu alipomaliza akastarehe na akaweza akaiacha. Kuna siku alisema kwamba hii siku ni siku ya kustarehe, ikiwa ni ukumbusho mpaka siku ile ambayo Kristo atarudi. Sijui kama uko na neno Bwana Ronana uweze kuongeza pale. Samahani, hapo umesema Ufunuo ni mwanzo. Asante. Ndio tunaona Mungu alipomalizia nini? Kasi ya uumbaji. Asante. Na pia akasema ya kwamba hiyo siku ameitakasa kwa sababu ya sabato ya siku ya saba ndio ishara ya msingi. Asante. Na ni ya kuanzia Edeni pale. Kwa hivyo alama hii tunaona hapa ya mnyama, kuna vitu mbili tunafunzwa pale katika kitabu hiki. Yes. Ya kwamba tutafuata gani? Kwa sababu Mungu ana alama yake ama ishara yake tunayofuata. Katika kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 12. Ningetaka tuone ishara kidogo pale nikimalizia mwalimu, ni kama nitapata nafasi haraka kusoma hilo fungu. Katika umefika pale? Kitabu ni Kutoka 31 verse 12. Inasema hivi, mstari wa 12. Bwana akasema na Musa na kumwambia 13. Kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mutashishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye nyinyi. Kwa hivyo tunaona sehemu hiyo kidogo
hata ingawaje ilikuwa ni alama, tuone ya kwamba Mungu ako na vitambulisho kwa watu wake. Kuna watu wake watajulikana na nini. Niwaelezee walimu, kuna hii vita ambayo imetokea kuhusu hii alama ya mnyama, na tunaona kuna siku nikatia hapo niseme ya kwamba kuna siku ya Sabato na kuna siku ya Jumapili, na vita itatokea hapo na imeanza, ishaanza sasa. Asante. Asante. Nataka nisisitize tu jambo ambalo naona hapo itakuwa ni muhimu, ya kwamba unaposoma kwa mfano kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 14, jambo la ambalo kuna wale ambao walikuwa wanaitwa Wafarisayo walikuwa wanataka kumuua Yesu kwa sababu ya kitu kimoja. Walimsingizia kwamba amevunja Sabato. Unaposoma pia Yohana 5 mstari wa 16, anasema ya kwamba walitaka kumuua Yesu kwa sababu kuna jambo ambalo alifanya pia, na ilikuwa ni ile alifanya miujiza. Na swali basi likawa ni hili: je, ni kusudi la Mungu ya kwamba tusifanye kazi kabisa siku ya Sabato, ama kuna mpango fulani, ama kuna jambo ambalo tunafaa kulisisitiza siku hii? Kwa maana labda mwingine anaweza sema sasa hii itakuwa ni ibada ya siku, si ibada ya Mungu Mwenyezi. Sijui kama uko na jibu dada yetu hapa. Kuna jibu tukimalizia lesoni ya hii wiki. Inasema kwa kuwa kufanya vitu vizuri siku ya Sabato, hakuna mahali kwa Biblia imekataza. Biblia haijakataza kuponya siku ya Sabato. Lakini pia ndivyo tuweze kuelewa the concept of the Sabbath worshippers and the Sunday worshippers. We have to understand the concept of what really happens on Sabbath day. Tukisoma Biblia mzima, hakuna mahali ambapo Biblia imekataza uponyaji siku ya Sabato. Na pia tukisoma Biblia, hakuna mahali tumeona imeandika kwa kuwa Sunday ni siku ya kuabudu. Kwa hivyo tukae tukijua kuwa it is either you follow the rules of God, you follow our creator in heaven, or ufuate the mark of the beast. Now as we conclude, before we pray, thank you so much for listening to this lesson discussion. May God's Spirit and may His power help you and strengthen you as you continue to prepare for the Sabbath. And meet us again next week as we discuss the images of the end. It is a continuity of the last day events. What is going to happen in the last day events? We will talk about the fall of Babylon. We will look at the rise of Cyrus and the Persians. So welcome again, and may God bless you. And our brother is going to pray with us. Thank you very much. I want to insist that the war is not about the beast. It's about who is winning, and being on side of Jesus Christ is really the best place to be. Tunapata ombi, tunaomba. Mtakatifu Mungu Baba Mwenyezi, tunakuja mbele zako wakati huu. Tunakushukuru kwa uongozo wako wa kipekee ambao umetuongoza ili tuichambue watangulizi pamoja na mambo ambayo walikuwa wanapenda ili tuweze kuyafahamu. Mtakatifu Mungu, kila mmoja ambaye anasikia sauti hii pale popote ambapo alipo, tunakuomba ya kwamba kwa njia yako ya kipekee umuelekeze katika iliyo kweli, kwa maana neno lako ndilo kweli. Mungu, tunajua kwamba wewe unazidi kufanya haki, na kila mmoja ambaye anasikia sauti hii utamuongoza akufahamu zaidi, kwa maana lengo lako ni kwamba tusiwe na hofu, kwa maana ukasema ya kwamba tusifadhaike moyoni mwetu tunapomwamini Kristo, tukuamini na wewe. Mungu, ongoza kila mmoja wetu hadi tutakapokutana tena siku ambayo itakuwa kama hii. Tutazidi kushukuru na kukuinua, na tumeomba hayo katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni.